Wapendwa wa Bwana Yesu asifiwe sana. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa Waislamu, assalamu alaikum. Niwakaribishe katika chaneli yangu mpya kabisa, chaneli nzuri sana. Majina yangu ninaitwa Vincent Wellington Tito Bishirira. Utakuja kujifunza mambo mengi sana katika chaneli hii. Chaneli yangu mahususi inaenda kuelezea mada mahususi kabisa, inaitwa Mungu na uchumi. Katika chaneli yangu tutajifunza kuhusu masuala yanayohusiana na uchumi. Katika maisha, bila kuwa na uchumi usitegemee kupiga hatua kimaisha, usitegemee maisha yaliyo mazuri. Ili uweze kuwa na maisha mazuri, lazima uwe na uchumi ulio mzuri. Uchumi mzuri unakufanya uweze kuishi maisha mazuri. Hivyo tunaenda kujifunza katika chaneli yangu kuhusu Mungu na uchumi. Kwa nini tunajifunza mada hii? Kwanza tumjue Mungu. Tukishamjua Mungu, vile vile tuweze kuwa na uchumi ulio mzuri. Uchumi sio swala la pesa tu, biashara na masoko, bali uchumi ulianza na Mungu kabla ya kuwepo kwa misingi ya dunia, kabla ya kuwepo sarafu, kabla ya kuwepo masoko au benki hizi tunazotunzia fedha zetu. Uchumi ulikuwepo mapema kabisa, na ndio maana nimesema mwanzilishi wa uchumi ni Mungu mwenyewe aliyeumba mbingu na nchi. Ndio maana leo hii tunaenda kujifunza namna ya kuwa na Mungu, lakini vile vile huwezi kuwa na uchumi. Hivyo Mungu na uchumi havitenganishwi. Uchumi pamoja na Mungu vinaenda sambamba. Itakuwa kitu kibaya sana ukitenganisha Mungu, lakini vile vile ukatenganisha na uchumi. Uchumi na Mungu vinaenda vyote vikiwa sambamba. Ndio maana tukirejea kwa wahubiri wakubwa katika makanisa mbalimbali, utaona swala la uchumi linakuwa kipaumbele. Kwa nini? Wasipokuwa na uchumi mle, ni vigumu kujenga kanisa, ni vigumu kununua vyombo vya muziki, ni vigumu kutengeneza mazingira watakapoabudia, ni vigumu kununua viwanja kwa ajili ya kujenga makanisa. Kwa hiyo uchumi na Mungu haviwezi vikatenganishwa. Ndio maana tukisoma katika kitabu cha Mwanzo sura ile ya kwanza mstari ule wa pili, sura ya kwanza na sura ya pili ya kitabu cha Mwanzo, tutaenda kuona kwamba Mungu aliumba mwanadamu, akampa ardhi, akampa kazi ya kulima na kutunza bustani ya Edeni. Alimuumba mwanadamu, akampa ardhi, lakini vile vile akamwambia hiyo ardhi ailime, aitunze vile vile bustani ya Edeni iliyokuwa katika ardhi ile. Akishaitunza aweze kupata chakula, aweze kuishi, aweze kupata chakula. Vile vile tukisoma katika ule mstari, sura ya kwanza mstari wa 26 katika kitabu cha Mwanzo, tunaona kabisa Mungu muumba mbingu na nchi, ambaye ninamzungumzia mpaka leo. Tuna katika mstari huu sura ya kwanza mstari wa 26 anasema, na tumfanye mtu kwa mfano wetu, kwa sura yetu, wakatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na wanyama wa nchi yote pia. Tunamwona Mungu anamuumba mwanadamu kwa sura na mfano wake. Mungu ni mchumi, kwa hiyo hapendi mwanadamu amuumbe kwa mfumo ambao sio wa kiuchumi. Akasema atamuumba kwa sura inayomfanana yeye. Lakini baada ya kumuumba anasema akatawale. Maana Mungu ni mtawala. Huwezi kuwa mchumi bila kuwa mtawala. Lazima uwe mtawala wa vile vitu ambavyo unavimiliki. Kwa hiyo akasema akatawale samaki na ndege, akatawale vitu vilivyoko majini, akatawale vitu hivyo nchi kavu, mimea, wanyama, ili kwamba aweze kuinua uchumi wake. Ndugu mtazamaji wangu, ndugu msikilizaji wangu katika chaneli yangu ya Mungu na Uchumi,
tunaenda kuyaona mambo makuu matatu ambayo ni ya kuzingatia katika uchumi. Mambo makuu matatu ya kuzingatia katika suala la uchumi wa kila siku. Jambo la kwanza kabisa, tuna rasilimali. Hauwezi kuwa na uchumi bila kuwa na rasilimali. Ndugu mtazamaji wangu, lazima uwe na rasilimali. Rasilimali ni vitu gani? Rasilimali ya kwanza, tuna ardhi. Rasilimali ya pili, kuna mimea ambayo imeota juu ya ardhi ya uso wa dunia huu. Lakini vile vile rasilimali ya tatu ni wanyama wanaoishi katika ardhi hiyo. Wanyama tunazungumzia wanyama wa kufugwa na wale wa porini. Lakini vile vile tunazungumzia hata sisi wanadamu wenyewe. Wanadamu ambao unaishi nao na wenyewe ni wanyama. Una uwezo wa kutumia wanyama unaowafuga ukapiga hatua katika uchumi wako. Unaweza kutumia wanyama walioko porini, kwenye mapori kwa ajili ya hifadhi ya kiserikali ukainua uchumi wako, aidha kutangaza biashara mbalimbali au kwenda kwa mambo ya utalii na vitu vingine. Lakini vile vile unaweza kutumia mimea iliyo katika ardhi kuweza kupiga hatua katika uchumi. Kwa hiyo ndilo jambo la kwanza. Jambo la pili ni kazi. Huwezi ukapiga hatua bila kuwa na kazi. Lazima uwe na kazi. Kazi inaweza ikawa ya kulima ardhi, inaweza ikawa ya biashara, inaweza kuajiriwa na serikali za maofisini na wapi, lakini inaweza ikawa ya binafsi. Wewe mwenyewe unajiajiri kufanya ufundi na vitu vingine. Kawa ni kazi za kiofisi lakini umejiajiri mwenyewe. Lazima uwe na kazi. Usipokuwa na kazi, usitegemee kupiga hatua katika maisha yako. Na jambo la tatu na la mwisho ambalo naenda kulieleza leo ni uzalishaji. Unapokuwa mchumi lazima uwe mzalishaji. Unaweza ukazalisha chakula, unaweza ukazalisha vitendea kazi vya watu mbalimbali katika shughuli zao, unaweza ukazalisha mambo mbalimbali ambayo yanatumika katika jamii ili kwamba watu waweze kujikwamua kiuchumi. Kwa hiyo tutakuja kuviangalia hivi vipengele vikuu vitatu nitakaporudi katika chaneli yangu. Unifuatilie ndugu mtazamaji wangu. Nitaeleza kuhusu rasilimali. Tunaweza tukatumiaje rasilimali tukapiga hatua. Tunaweza tukatumiaje kazi tukapiga hatua. Lakini jambo la tatu, tunaweza tukazalisha vipi? Tukatumia uzalishaji vipi ili kwamba tuweze kupiga hatua. Hayo mambo makuu matatu nitayaeleza. Kwa naomba unifuatilie kwa kina. Utaenda kujua mambo yaliyo makubwa na wewe utapiga hatua kimaisha. Nipende kukushukuru sana kunisikiliza. Kama nilivyokueleza, naitwa Vincent Wellington Tito Bishirira. Nifuatilie chaneli yangu nzuri ya Mungu na Uchumi. Utajifunza mambo yaliyo makubwa na mazito. Usisahau kusubscribe, kucomment, kulike, lakini vile vile uweze kufollow chaneli yangu ili kwamba tuweze kuendelea kujifunza zaidi, ili unapofungua chaneli tu ya YouTube uweze kuniona, na Mungu atakubariki, na Mungu wa mbinguni atakutia nguvu. Utaweza kupiga hatua kimaisha, utaweza kupiga hatua kiuchumi, utaenda kuona mambo makubwa na mazito katika maisha yako. Nipende kukukaribisha tena katika mada ijayo. Hadi kipindi kingine, ndugu msikilizaji wangu na mtazamaji wangu, asanteni na